Hello, Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu. Nikualike wakati huu kwa ajili ya kipindi cha neno la Mungu, na ninayezungumza na wewe ni Bishop Apostle Ken Ngoliga, mwangalizi na mwanzilishi wa madhabahu ya Bonde la Maono ambayo inapatikana Misungeni A, kata ya Bigwa, Morogoro. Natamani tujifunze jambo moja la kipekee na litakalo kuinua kukupeleka pia hatua nyingine. Somo letu lina ujumbe unaosema roho iliyo nyuma ya tatizo. The spirit behind your problem. Roho iliyo nyuma ya tatizo. Mara nyingi watu wanakutana na matatizo na changamoto mbalimbali, na wanaposhughulikia zile changamoto, mara nyingi huwa wanashughulikia kwa njia ya kuliangalia tatizo na kutafuta kuliondoa tatizo bila kugusa mizizi ya tatizo, kitu ambacho kimesababisha watu wameendelea kupita katika mateso yale yale kila wakati. Biblia ukisoma kwenye kile kitabu cha Luka sura ya 13 mstari wa 11 mpaka 13, inaonyesha mwanamke mmoja aliyekuwa amepindana mgongo. Biblia inasema, natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na roho ya udhaifu muda wa miaka 18. Kwa hiyo mwanamke huyu miaka 18 alikuwa na mateso, alikuwa na shida ya kupinda kwa mgongo. Yesu anapomwangalia hakuliona kama ni tatizo la kiafya, bali alifunua chanzo cha tatizo ambacho kiko ndani yake. Na ni kipi? Biblia yasema, tazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na roho ya udhaifu muda wa miaka 18. Sasa ukisoma Biblia toleo lingine inasema alikuwa na pepo wa udhaifu. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho najifunza hapa ni kwamba kuna magonjwa mengine yenye chanzo cha kiroho. Kuna vifungo vinavyopewa nguvu na roho fulani. Kushughulikia chanzo huleta uhuru wa kweli. Kwa watu wengi wanapita kwenye hayo matatizo, vitu ya ajabu, ni kwa sababu wamekosa ufunuo wa kutambua kwamba tatizo lao sio la kimwili au kiafya, ni tatizo la kiroho. Mfano wa pili ni kwenye Marko 9:25. Yesu anasema, ewe roho ya bubu na kiziwi, na kuamuru mtoke kijana aliyekuwa na kifafa. Yesu anaonekana kukemea ile roho ya bubu na kiziwi kwa kijana aliyekuwa na kifafa, na ile roho inatoka na mtu anakuwa mzima. Jambo moja hapo ambalo nataka nikufundishe kwa habari ya hizi roho za mapepo ambazo zinakaa nyuma ya watu. Jambo la kwanza, lazima ujue roho za mapepo zinabeba roho ya udhaifu, lakini pia zinaweza kubeba roho ya ububu na kiziwi kama tulivyosoma kwenye Marko 9:25. Lakini pia zinaweza kubeba roho ya utumwa wa hofu, kitabu cha Warumi 8:15 ukisoma utaona. Lakini pia zinaweza kubeba roho ya uaguzi. Uaguzi manake ni roho za watu wenye maagano ya giza, kutumikia ufalme wa giza, manake kuwa waganga kienyeji na kadhalika. Ukisoma Matendo ya Mitume 16:18 utaona. Lakini pia mapepo yanabeba roho ya uongo. Wafalme wa pili 22:22 utaona roho ya uongo inavyobebwa ndani ya mapepo. Kwa hiyo watu wengi wanateseka, lakini hawajui kwamba ndani mwao kuna mapepo yaliyobeba zile tabia, yaliyobeba zile roho, na ndio maana wanashindwa kufanikiwa. Kwa ni muhimu kuelewa sana kwa habari hiyo. Dalili za kuwa na roho ya mapepo nyuma ya tatizo, au dalili za nguvu ya mapepo nyuma ya tatizo. Dalili ya kwanza ni tatizo kujirudia rudia bila sababu za kawaida au za kueleweka. Jambo la pili ni kushindwa kuvunja mzunguko wa kushindwa. Unakuta kila wakati unaangukia pale pale, kila wakati unaangukia pale pale. Ukiona hivyo, maana yake kuna
jambo fulani au kuna roho imekamata nyuma hilo tatizo. Na jambo lingine au dalili ya tatu ni ndoto za kutisha zinazojirudia, ndoto za kufa, ndoto za kuingiliwa bila ridhaa, ndoto za kupoteza na kadhalika. Lakini pia kuandamwa na hofu. Dalili nyingine ni kukataliwa mahali bila sababu za msingi. Sasa jinsi ya kutoka kwenye hizo roho ambazo zimekaa nyuma ya matatizo. Jambo la kwanza kubwa la msingi, tambua chanzo. Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Sio kwa sababu hawajui kuomba, lakini wamekosa maarifa. Usipambane na kivuli ukasahau mizizi. Pambana na mizizi, ndipo utaondoa lile tatizo. Jambo la pili la kufanya ili kuishinda hiyo roho, tubu na funga milango ya adui. Waefeso 4:27, wala msimpe ibilisi nafasi. Kwa kila mahali ambako shetani aliingia, basi kulikuwa na nafasi. Jambo la tatu, tumia mamlaka ya jina la Yesu. Kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 19, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge. Kwa lazima uamini pia kwamba Mungu amekupa hiyo neema. Jambo la 4, omba kwa bidii na kufunga ikibidi. Marko 9:29, aina hii haitoki ila kwa kusali, kwa kufunga na kusali. Jambo la 5, jaza maisha yako neno la Mungu na mruhusu Roho Mtakatifu awepo ndani mwako. Mathayo 12:43 43 mpaka 45. Mathayo 12:43 mpaka 45. Utaona anazungumza kwa habari ya pepo. Anapomtoka mtu, ana tabia ya kurudi kukagua nyumba yake, kuona kwamba pamekaa vizuri, manake pana ulinzi au panaweza kuingilika tena. Moja ya jambo la msingi ambalo nataka nikufundishe na uweze kuelewa, usitembee na changamoto iliyokusumbua kwa muda mrefu ukiamini kwamba ni hali tu ya kawaida, ukiamini ya kwamba ni tatizo ambalo limezoeleka kwenye familia yenu. Lazima utamani kutoka kwenye hali hiyo. Naomba urudie kutamka maneno haya ninayoyatamka. Sema, Bwana Yesu, niko mbele zako, ninaomba rehema zako. Nimetambua ya kwamba adui kuna mahali amenikamata na ameachilia udhaifu ndani mwangu kwa kupitia mapepo na roho chafu ndani mwangu. Kuanzia sasa ninakataa na kung'oa hizo roho kwa jina la Yesu. Amen. Weka mkono wako kifuani kuombea. Baba, katika jina la Yesu, Mungu unayeishi, ninatamka neno juu ya mtu huyu. Kuanzia sasa, kila pepo na nguvu za giza, kila madhabahu za kuzimu, roho za utasa, roho za kushindwa, roho za kukata tamaa, na haribu kwa moto mara 7 kwa jina la Yesu. Na achilia kibali na nguvu ya ajabu ndani mwako. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Utoke kwenye vifungo, utoke kwenye roho chafu, utoke kwenye magonjwa mabaya, utoke kwenye roho za kukataliwa, na uwe huru katika jina la Yesu. Ninatamka ukaimiliki nchi yako ya asali na maziwa, ukale na kufurahi na kumtukuza Mungu wako katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana, nikutakia usiku mwema na wa baraka. Lakini kama una sadaka yako unatamani kumtolea Bwana, utaiona namba hapo kwenye group. Tolee Mungu wako sadaka. Usiache kusapoti Injili, usiache kumwinua Mungu kwa kile ulicho nacho.
Mungu akubariki na kutendea mema. Amen.